Tamani niweze kukueleza madhara ya kupokea zawadi bila kusikiliza ndani au amani ya ndani ambayo ni msaada wa Roho Mtakatifu, namna ambavyo inaweza kukuongoza kupokea hicho kitu au usiweze kupokea. Nataka nikwambie kitu kimoja, mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba mpatieni zawadi ya kuagia. Biblia inaeleza juu ya habari ya zawadi ya kuagia. Alafu pia inaeleza yule mtu ambaye atajiepusha na zawadi, maana yake atakuwa mikono salama. Ni mtu ambaye atajiepusha na mkono wa mwindaji. Shetani ana uwezo wa kutuma mtu akakuletea zawadi kwenye maisha yako. Ana uwezo wa kuagiza rafiki, ana uwezo wa kuagiza ndugu, ana uwezo wa kuagiza jirani, ana uwezo wa kuagiza hata mtu wako wa jirani akakuletea zawadi, ambayo hiyo zawadi kwa mazingira ya kawaida ukitizama sio zawadi. Ni mfumo fulani tu shetani ameutengeneza ili iweze kuonekanika zawadi, lakini kiuhalisia ni nguvu au ni mapepo ambayo yametengenezwa kwa mfumo wa zawadi. Kwa hiyo mtu anapoipokea ile zawadi, unashangaa inaleta mafarakano kwenye familia, unashangaa inavunja uhusiano kati yako wewe pamoja na ndugu zako, unashangaa unaachishwa kazi. Wengine walipewa zawadi siku za harusi zao, lakini baada tu ya muda mfupi wakaachana na maumivu makubwa kwenye maisha yao. Ni kutokana na aina na zawadi ambazo walikuwa wamepewa. Hawakuruhusu Roho wa Mungu aweze kuamuru juu ya zile zawadi. Maana yake hawakuomba kwa ajili ya zile zawadi. Shetani akatumia lile lango kwa ajili ya kuwa na uhalali na kumiliki maisha ya kwao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, lazima uwe na kitu ambacho kinaitwa precaution. Lazima uwe na tahadhari unapopokea aina yoyote ya zawadi. Kwa sababu inaweza kuleta madhara kwenye maisha ya kwako. Aishivyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nadhani nikwambie kitu kimoja, kama zawadi na uwezo wa kuburudisha moyo, basi zawadi pia na uwezo wa kuharibu moyo na kuharibu maisha ya watu. Kama zawadi na uwezo wa kubariki, pia zawadi na uwezo wa kulaani. Pia kama zawadi ina uwezo wa kuinua, pia zawadi ina uwezo wa kushusha chini. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kitu ambacho natamani uweze kukifanya na kitu ambacho natamani niweze kukuelekeza ni kuwa na uhakika ya kuwa kitu chochote ambacho kinapita mikononi mwako ni kitu salama. Usije kujuta baadaye kwenye maisha yako ya kiroho. Kuna watu ambao wamepewa zawadi lakini maisha yao ya kiroho yameshuka. Hata hawatamani tena kuomba, nguvu ya kuomba imepotea. Roho Mtakatifu wamenyamaza kwenye maisha yao. Ni kwa sababu tu ya zawadi walizopewa. Wengine walipewa na ndugu zao hizo zawadi. Kwa hiyo hali ya kiroho imeshuka kwa sababu ya hizo zawadi. Kwa hiyo Mungu anatutahadharisha na Mungu analeta maelekezo kila wakati kuhakikisha ya kuwa tunaishi chini ya utaratibu wa sheria za Mungu. Ni heri kukataa zawadi, ni heri kutokupokea vitu, lakini roho yako ikabaki salama mikononi mwa Mungu. Shetani ana mitego ya aina nyingi sana na anatamani kuharibu sana maisha ya kwetu. Anatamani kuyavuruga, anatamani kuyabomoa kabisa. Ndoa zilizosimama anatamani kuziharibu. Maana yake familia zilizo bora anatamani kuzivuruga. Watu wengine wamepokea matokeo ya ulevi uliokisiri, ni kwa sababu walipokea zawadi. Shetani alitumia malango, aliwaletea watu wakawaletea zawadi, na hivyo zawadi zikabadilisha maisha yao kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya kubadilisha, shetani akaanza kuamiliki. Kwa hiyo hakikisha kitu cha aina yoyote mpaka una amani, na kama hauna uhakika, bora ukakataa au kuliazimisha jina la Mungu. Maana yake kumuomba Mungu aweze kuingilia kati juu ya hiyo zawadi ili matokeo yako yaweze kuwa mazuri. Roho wa Mungu atakuelekeza, Roho wa Mungu atakusimamia, kwa sababu watu wengi tumekuwa tukisalau vitu vidogo, lakini vimeleta matokeo makubwa na athari nyingi sana kwenye maisha ya kwetu. Vimeleta matokeo makubwa sana, vimeleta athari kwenye familia, imeleta athari kwenye ndoa, imeleta athari kwa watoto, imeleta athari kwa mabinti vijana, kwa sababu tu ya hizo zawadi. Kwa hiyo yuko Mungu ambaye anatutahadharisha, yuko Mungu ambaye anatueleza juu ya habari ya siku hizi za mwisho. Shetani anatafuta teknolojia mpya, anatafuta mbinu kila patopo leo ili aweze kukutrap, aweze kukushika, aweze kuendesha maisha yako. Kwa hiyo jiepushe na mkono wa mwindaji ambao ni shetani, wahunzi wa kuzimu, wale
watengenezaji wa silaha wanaendelea kutengeneza silaha kila paitwapo leo. Wanatengeneza silaha za kila namna, wanatengeneza silaha za vyakula, wanatengeneza silaha za watu, wanatengeneza silaha za zawadi. Mbinu mpya zinainuka kwa ajili tu ya kushinikiza watu waliosimama kuendelea kubomoa maadili ya dunia, kuendelea kuharibu zaidi. Kwa hiyo Roho wa Mungu lazima kae ndani yako kwa kiwango kilicho kikubwa sana, ili wewe una uhakika ya kuwa kitu chochote ambacho unafanya au unapokea ni uhakika ya kuwa ni Mungu amekiagiza, na wala hakuna ndani yake hila ya aina yoyote. Maanake hakuna uharibifu ndani yake. Maanake kwa kufanya hivyo, nguvu za Mungu zitaingilia kati kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa maisha ya kwako. Usipokee tu imradi umepokea. Hakikisha ya kuwa neema ya Kristo Yesu imeamua ndani ya roho yako. Neema ya Kristo Yesu imekusimamia. Neema ya Kristo Yesu imekuongoza katika jina la Yesu Kristo. Bwana na Mungu wetu aliye hai akakusimamia katikati ya maamuzi ya kupokea vitu vya aina ya zawadi, asije shetani akatumia hiyo njia na kuharibu maisha yako. Biblia inasema ajionaye kuwa amesimama na ajiangalie nafsi yake asije akaanguka. Kwa hiyo mitego ya shetani Mungu akusaidie uweze kuingamua, uweze kutoka. Ninashukuru kwa sababu unanisikia, na Roho Mungu atatenda mambo makubwa kwenye maisha ya kwako juu ya kujiepusha na zawadi zisizokuwa na mpangilio na zawadi za kishetani. Amen. Mungu akubariki. Asante, karibu tena baadaye.